Hi everyone, my name is Happiness, software engineer, and today I'm going to talk about cybersecurity and the tips to stay safe online. In today's digital world where everything is interconnected, cybersecurity has become more critical than ever. As cyber threat evolves, protecting yourself online has become no more option. It's a necessity. Now, I'm going to show you the tips to stay safe online. Tip number 1, use strong password. In your social media accounts, try to use strong password. Incorporate a mixture of lowercase, uppercase, special characters, and numbers. Tip number 2, use two-factor authentication. In your social media accounts or any system that it is deployed in the cloud servers, try to use two-factor authentication. That is another layer of security when trying to protect yourself online. I will show you on the other video on how you can enable two-factor authentication in your social media platform and maybe in your system. So, two-factor authentication ni nini? Two-factor authentication ni baada ya kuwa na password yako ya kawaida kwenye hizi social media accounts, unaweza ukaongeza another layer of security ya two-factor authentication ambayo inakuwa ni built-in kwenye hizo social media platform, au kama ni system yako unaweza ukabuild two-factor authentication ambayo inawasaidia watu kupata OTP, yani ambayo itawawezesha ku-authenticate kwamba ni yeye ndio anayetaka kulogin. Kwa mfano, mimi nikitaka saizi kulogin kwenye Instagram account yangu, lazima watanitumia Instagram OTP kwenye namba yangu ya simu ili kuhakikisha kwamba ni mimi ninaye login. Alafu mimi kama ni mimi ninaye login, nitachukua zile OTP nitaweka kwenye Instagram account yangu, then nita login. Hii inakusaidiaje? Kama mtu ni rahisi kujua password yako, kama hauna two factor authentication, ni rahisi yeye kulogin na kuweza kufanya chochote anachoweza kufanya kwenye account yako. Lakini kama una two factor authentication, ukitumia wewe zile OTP, usitoe kama si wewe unayejaribu kulogin kwenye ile account unayotaka kulogin. Hii itakusaidia avoid hackers kuweza kuingia kwenye account yako na kuweza kufanya chochote anachoweza kufanya. Okay, another way ambayo unaweza ukaweza kujiprotect kwa kutumia two factor authentication, Google wana application yao inaitwa Google Authenticator app au other authenticator app ambazo zinakusaidia wewe kwa mfano ukiwa unataka kuenable two factor authentication kwenye social media platforms zako, unaweza ukatumia Google Authenticator app ambapo wao utaweza kuweka kodi ambazo utatumia kule na Instagram au Facebook au whatever platform you are using. Ukiweka kule Authenticator app, wao watakuwa wana generate kodi ambazo zinabadilika kila baada ya sekunde kadhaa. Hizo kodi sasa ndio utakuwa unazitumia kwa ajili ya kulogin. Kwa hiyo ni another way of using two factor authentication. Okay, tip number 3, be aware of phishing. Nitakuelezea ni kwa namna gani watu wanaweza kutumia phishing kuweza tapeli online au kuweza kufanya chochote wanaweza kufanya kwa ajili ya kuharibu account yako. Ukireceive any email, ukiwa unatumiwa email yoyote ambayo unahisi wana claim maybe wanataka kufanya malipo, angalia ile email imetoka wapi. Kwa mfano, kuna watu wanaweza wakatumia labda Netflix kwa ajili ya kufanya utapeli. Let's say wamekutumia email labda imeandikwa labda billing@netflix, alafu pale wakaongeza labda kidash, wakaongeza neno lingine lolote. Wewe ukisoma kwa haraka haraka unaweza kujua ni Netflix, kumbe sio Netflix, na ukafanya malipo kweli na ukawa tayari umeshakuwa trapped na uko umetapeliwa. Sasa hiyo unapo receive any email, angalia sender ni nani, aliyotuma hiyo email ni nani. Na pia usi-click link kama hujui ni nani ni nani aliyokutumia hiyo email. Don't click hizo link ambazo hujui zimetoka kwa nani, au kufungua documents ambazo hujui zimetoka kwa nani, au hata kama hiyo email address huielewi au hujui au unaona imekaa kabisa kitapeli. Nitakuonyesha aina za email address hapa ambazo zinaweza zikaonyesha kabisa hizi zimekaa kitapeli, na usiklik email zake au link zake. Another tip number 4, update software. Update software zako. Kwa mfano kwenye Windows huwa wanatoa updates mara kwa mara za ku-update, na update nyingi zinakuwa ni za security. Wanatoa another layer of security au another patches of security. Kwa hiyo wametoa hizo update, you just update your software. Stay updated with the software that you are using. Hata macOS wanatoaga updates. So kwa mfano wakitoa updates, just update your computer and stay updated. Au ni vizuri pia automatically enable updating your software. Kama kwako bando sio issue, lakini ni vizuri kuwa na software ambazo ziko updated.
Tip number 5, use secured networks. Unapotumia unsecured networks, kwa mfano hizi free wifi, make sure kwamba hautumii kwa ajili ya kufanya banking activities, kwa sababu watu wanaweza kateka advantage unapotumia free wifi alafu wanaona transactions zako zinapita. Watu wanaweza kateka advantage na kuweza kukuibia. Kwa hiyo ni bora utumie VPN, virtual private network, ambayo itakusaidia kusecure network yako wakati unatumia hiyo free wifi. Kwa hiyo ni vizuri kuwa aware wakati unatumia free wifi, usitumie sensitive applications ambazo ni za transactions zako za kila siku unazozifanya na unazoziamini. Tip number 6, backup your files. Kwa hiyo uwe na tabia ya kubackup files zako both cloud na kwenye easy drive, local drive, kwa mfano externals. Kwa hiyo ukiwa na taarifa zako both ambazo ni sensitive sana unazoziamini, ambazo unaamini kwamba hata zikiwa attacked utazihitaji, ni bora ukawa umezi backup kwenye cloud storage, lakini pia kwenye external yako, ili kwamba chochote kikitokea tayari unakuwa na files zako ambazo ni sensitive na za muhimu kwa ajili ya your daily activities. Another tip number 8, install antivirus softwares. Kuna antivirus softwares nyingi ambazo zinauzwa, ambazo zinakusaidia wewe kwa namna moja ama nyingine kuprotect computer yako, kuprotect your activities online. Na mara nyingi organization, institution nyingi wanapenda kuzitumia kwa ajili ya protect themselves against these cyber threats. Kwa hiyo ni vizuri ukajua kwamba haupotezi hela tu, lakini unajilinda kwenye cyber threats ambazo zinaendelea kwa kutumia hizi antivirus softwares. Another thing, lastly but not least, uwe ni muhanga wa kueducate mwenyewe kila siku kuhusiana na namna ya kuweza kujiprotect mwenyewe online. Kwa sababu cyber security kila siku tunapata concept mpya, tunapata knowledge mpya kuhusiana na namna tunaweza tukajiprotect online. Kwa hiyo ni vizuri ukawa na ka program kako mwenyewe ka kuweza kusoma na kujua ni namna gani unaweza kujiprotect online. Also, in conclusion to that, cyber security is not just a technology. It's an awareness and habit. So by following these tips, zinaweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine kuweza kureduce cyber attack kwenye your online activities. Asante kwa kunisikiliza. It's me, Happiness Malia.